katika nyumba. Naam, shukran sana Lincoln Njogu ukiwa na Ayub Abdikadir upande ule wa pili. Kwa kweli tupo na wadau kutoka sekta tofauti na wamekuwa wanasikiza kwa makini zaidi. Na pengine nitakuja moja kwa moja kwa Jude Njomo ambaye alikuwa mbunge wa kule Kiambu Town. Kwa ufupi ni kwamba kama unaweza kusikia maneno ya Waziri Moses Kuria, anasema tunaweza kukubali kuweka siasa kwa masuala mengine ama tukapinga masuala mengine. Katika masuala ya bei ama kwa nyumba za bei nafuu, hapo hatustahili kuleta siasa, kwa sababu huu ndio mpango bora wa kuzalisha nafasi za kazi, kuwapa wasio na nyumba nafasi ya kuwa na nyumba, na pia vile kuvutia uwekezaji nchini Kenya. Asante sana Rashid na Trevor, na asante sana kwa kuturuhusu tukuje kwa studio tujadiliane hii maneno, na pia tushukuru katiba yetu kwa siku ya leo tunaweza ongea juu ya budget ambayo haijasomwa. Hapo awali tulikuwa tunagojea hiyo Thursday, tunaambiwa kutoka saa 6 usiku pesa imepanda. Lakini kwa sasa katiba inaturuhusu tuwe na nafasi ya kujadiliana mambo ya budget. Ni kweli hivyo wasemaji wamesema. Hii doto, kama vile niliambia kamiti ya finance, hii doto ya nyumba ni doto mzuri sana sana, lakini shida ni ile njia na taratibu zile zinafuatwa ili tufike kwa hiyo doto. Na ndiposa nikasema kama ningepata nafasi ya kuongea na rais wetu, ningempatia Bible nimwambie asome kitabu ya Exodus. Aone yule mkubwa alikuwa wa Misri, alikuwa na doto kubwa ya watu yake, lakini hakujua vile atafikisha hiyo doto, na hivi akatafuta mtu anaitwa Joseph. Joseph akamtabiria doto yake, akajua vile atafanya. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide nyumba kwa watu wetu. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide kazi kwa watu wetu. Lakini sijaona wakati mwingine au nchi nyingine yoyote ambayo wewe unapewa mshahara yako, unaambiwa hii mshahara yako kwanza fanya hivi. Umefanya kazi siku 30, uko na uhuru ya kuchagua unataka kufanya nini na pesa yako. Kuprioritize, ujue priority yangu ya kwanza ni kufundisha watoto. Sasa tunaambiwa wewe priority ya kwanza ni kujenga nyumba. Wengine wale ambao wataambiwa wajenge nyumba tayari wamejenga. Wengine ziko nusu. Wengine amenunua plot anataka sasa kukopa loan aende akajenge nyumba, lakini anaambiwa sasa kwanza peleka zile kule. Ya pili, kwa watu wetu ambao wanakaa huko up country, tunajua hizi nyumba zinajengwa kwa towns. Yule mwalimu ambaye anafundisha kule mwisho ya rami huko na anataka kujenga huko, yeye atasaidiwa namna gani? Ya tatu, kila wakati mradi inaoanzishwa, kitu ya kwanza ni kutengeneza plani yake, a legal framework. Ati hii ndio taratibu ile tutatumia wakati tunafanya hii kazi. Kama mimi niko miaka 57, nianze kucontribute leo, baada ya miaka 3 ni retire, pesa yangu itafanya namna gani? Hatujaambiwa. So tunasema doto ni mzuri, lakini it has not been communicated to us effectively ili tuweze kujua hii doto mimi kwangu binafsi itanisaidia namna gani. Ya pili, tunaambiwa italeta makazi mingi sana, vijana wetu wataandikwa. Tuliangalia reli, kweli ilijengwa kutoka Mombasa imefika Naivasha. Ni kweli ilileta kazi miaka 3. Sasa reli imeisha, wapi hizo kazi? Hata hii sasa itakuja ikuwe kazi kubwa, na tunajua wakati pesa imekuwa mingi, na hii 3% is collecting 9 billion shillings every month. So there is a lot of money. Hizi projects zitakuwa kubwa, na tunaambiwa ni investors wanakuja kutengeneza. Watakuja na watu wao, wakuja na engineers wao, wakuja na painters na mpaka madriver. Wetu watasukuma wheelbarrow pekee na kuchimba mashimo. We want more quality jobs na more jobs than what we are going to get. So tunataka a better legal framework kitabu tuanze kupata hii pesa. Na bila shaka nafikiri kama unaweza kusikia kwamba